ukisoma. Sawa sawa. Ndio. Asante sana Father kwa haya yote ambayo umetueleza. Kwa kweli ni mambo mazuri ambayo nadhani kila mmoja ameshapata chochote hapa cha kuweza kufanyia kazi. Pale kijijini mtu alipo, kazini alipo, basi kitabu hiki kinaweza kusaidia na mengine mengi. Najua wengine yote hatuna historia ya kusoma. Wengi hatupendi kusoma, unakuta unaweza ukaleta hata gazeti uliweke hapo limalize siku moja mbili, kuna mtu aliyesoma. Unakuta kitu kinaongelewa anasema hicho nini hicho? Kumbe hajasoma. Kwa hiyo basi tusilaumu, pengine ndivyo tulivyokuwa. Ni mtindo tunaoendea, ni mtindo wa .com sasa hivi. Kwa hiyo mtindo wa .com hatutaki kuteseka sana. Nataka vitu rahisi. Basi tunaendelea. Sawa kabisa Father, mimi nikushukuru sana kwa yote ambayo uliotushirikisha kwa siku hii ya leo. Uinjilishaji uko wa aina tofauti. Ndio. Sasa sijui unawashauri nini watu wenye vipaji ambavyo hawavitumii kwa kuinjilisha? Niseme tu hawavitumii. Kwa sababu kama mimi pengine ni daktari, ndio naweza nikawa natumia elimu yangu labda kufanya ile kazi, lakini je, naunganisha vitu hivi, natumia taaluma yangu na kuweka utu ndani? Na hasa ama nafundisha mimi mwalimu, natumia elimu yangu ya ualimu tu, lakini je, naweka ule ulezi ndani? Kama mzazi naweka neno pale la ziada? Na hicho ndio kitu cha msingi ambacho pengine tunakikosa, na wengine pengine tunakikosa kwa sababu hatujui. Kwa hiyo tunaenda tu pale tunakoweza. Nakumbuka wakati nasoma chuo cha walimu, kuna mwalimu mmoja alisema, unaweza ukaenda shuleni mnagawana masomo. Haya, unaulizwa wewe unaweza kufundisha somo gani? Mwalimu, nafikiri mwalimu alishafariki, alisema wewe unasema mimi naweza somo la science scheme. Sasa unajiuliza, sisi nataka mwalimu wa Kiingereza. Kuna wengine wakasema Kiingereza ni baba mkwe wangu. Hesabu, yaani kuna vitu alicheza na maneno, mimi hesabu na Kiingereza ni baba wako bana. Kwa nini baba mkwe achezewe ovyo ovyo? Ukimchezea baba mkwe bwana unatimuliwa. Anamwambia mwana mtimue huyu afai na unaondoka. Kwa hiyo tunamlinda baba mkwe. Kwa hiyo masomo magumu haya kama nilivyosema, watu wana vitu vingi wanashinda kuvielewa. Hata mwalimu mwenye watoto wake na darasa lake na uhakika akijisomea kinakala hiki atakuwa na uwezo mkubwa wa kuwapa watoto wake kitu kizuri, na kadiri anavyowafundisha ndivyo naye anavyozidi kuelewa. Kwa hiyo kuelewa si kitu cha haraka, lakini kinakuja taratibu kadiri unavyofundisha. Kama mimi ni mwalimu sawa, lakini mahali ambapo niliona pagumu kwa watoto wetu walio wengi ni tenses, na ndio maana nikaamua hata kule nchi ya nje ndio wafundisha tenses. Baada ya miaka 7 mtoto anakuambia, Father, mimi somo lako sihitaji kurudia. Kwa nini? Unavyofundisha ndivyo unavyoleta. Sasa kwa nini teseke? Na utapata ngapi? Mimi nitapata 100. Kwa hiyo unamjengea mtoto confidence. Unamjengea confidence ya kutambua kwamba na yeye anafahamu. Na mtoto akishakuwa na huo umahiri wa kuamba anaelewa, basi kitu kinamkaa. Sawa Father. Father, mimi nikushukuru sana kwa hayo leo tushirikisha kwa siku hii ya leo. Pengine kama una neno la mwisho kwa wazazi na yeyote yule ambaye anafanya kazi ya ile taaluma yake, aweze kuweka na ule utu ndani kidogo, sijui yotaje hilo. Ukweli ni kwamba niwaambie wazazi kwamba hakuna mzazi aliyemzaa mtoto asiyeweza kusoma. Watoto wote wana uwezo wa kusoma. Mimi kwa mfano sio mtoto wa tajiri, na baba yangu apumzike kwa amani, nilipomaliza la 7 aliniambia, mwanangu, mimi kusomesha kumeisha.
na hiyo ni mwaka 84. Sasa nikakaa 85 na 6 na 7 na 7, nikaamua kujiunga na shirika moja la kitawa nione kama naweza nikafanya huko kitu. Nilienda shirika la Mtakatifu Agustino. Kwa hiyo nilikaa kule 87, 88, 89. 89 nikasema ngoja niondoke kwanza niende nikajiendeleze nione nitafikia wapi. Nikaja ndio nikasoma ile tuition niliyowaambia na nikafaulu. Sasa ningekuwa nakaa niseme baba ndiye wa kunisomesha tu, nafikiri leo ungekuta pengine nimeshaishia walikoishia wenzangu au tulikoishia na wengine. Lakini kwa ile kuwa na nia zangu na mtazamo wangu kwamba pamoja na baba na mama kukosa uwezo, mimi na uwezo, wameshanipa uwezo, wameshanipa nguvu, wameshanipa umri na akili, wamenizaa nayo na uwezo kujiendeleza mwenyewe, nikajikuta nimefika hapa nilipo. Na ukweli mtu anapoamua kujitahidi hata kosa marafiki wa kumsapoti, hakosi kabisa watu wa kumsapoti, na atajikuta tu anafikia malengo makubwa tena ambayo hayakutarajiwa. Ndio maana wakati mwingine wanasema hata kwa zawasa mimi ni nani hata umenileta hadi hapa, sio kwa mastari yangu, ni kwa sababu tu ya wema wa Mungu. Unakuta kila mtu anafanikiwa kufanyiza jambo litakalomfaa maishani mwake. Kwa hiyo tukisema tutegemee wazazi, wengi wanaotegemea wazazi sasa hivi wanakaa wakijua kwamba mimi nitaenda kurithi, mimi nitakuwa na gari, nitakuwa na wazazi wawanyime watoto urahisi huo, wawaambie unapoenda shuleni soma, tena usome vizuri, ufaulu vizuri, maana usipoajiriwa utajiajiri, na ukijiajiri mwenyewe utakuwa na akili ya kuendesha kile ulichojiajiri nacho. Lakini kama hujasoma vizuri, hata chochote utakachojiajiri nacho utashindwa kukiendeleza vizuri. Kumbe elimu ni muhimu kwa yeyote anayetaka kujiendeleza. Wazazi wakiwa na uwezo, tumshukuru Mungu. Wazazi wasipokuwa na uwezo, pia tumshukuru Mungu kwa aliyoyafanya mpaka tukafikia hapo. Maana kukua mpaka ufikie miaka 15, 16, 17, 18, mzazi huyu ametumika kweli kweli, amejipiga, amepigana. Kwa hiyo wewe sasa ujiongeze huko mbele. Watoto wetu wakiweza kujiongeza, mambo yatakuwa mazuri. Lakini wakifikiria kwamba mimi kwa niko shule ya kata, sio English medium, sitafaulu, hapo wanajichanganya, wanajidanganya. Waamini tu kwamba hata shule za kata ni shule nzuri. Hizi zetu zingelikuwepo nafikiri tungefaulu wote. Mimi nilipomaliza la 7 hakufaulu hata mtoto mmoja. Darasa lilokuwa na wanafunzi karibu 100. Sasa lakini basi tunamshukuru Mungu huku tulikofika. Na sisi sio kwa kufika hapa basi tulale, tuende tukaendelee kuendeleza kule tukopita. Na kama mtu una uwezo kusupport pale shuleni, unaweza kuwasupporti ili watoto wanapotoka primary wakienda sekondari wawe tayari wanauelewa ule wa msingi. Tenses nafikiri ni uelewa wa msingi kabisa, ambao pengine mwanafunzi wa shule ya msingi anapaswa kuingia sekondari akiwa anazifahamu. Sasa itakuwa ni jambo la sijui nisemeje, lakini la kushangaza kwamba mtoto anatoka hizo shule alafu tenses bado haziwezi. Inasikitisha. Kama kuna mahali niliwapa test wakaniambia, nikamwambia niandike kwa past continuous tense, akaniandikia sentence kwanza, I was going at home, you was going at home, he was going at home, akapiga was kote. Sasa zile zenye was kweli nikampatiki, zisizo za kweli kapiga mkasi. Kumbe uwezo kila mtanao ni kuendeleza tu ndio kinachotaka. Na huyu baada ya kumuelewesha hii atuseme was hapa na hapa na hapa atuseme was, akaanza kusema wewe, nikarudisha tena ule mtihani. Baada ya muda fulani alipata maswali yote. Kwa hiyo uwezekano wa kufaulu upo tukijitahidi na tukiwasaidia wengine kama ulivyosema. Kwa hiyo tukiwasaidia kweli watoto watafanikiwa. Asante Father, nikushukuru sana. Asante. Karibu tena katika studio zetu za Marian Online TV. Sawa. Tuweze kuelimisha pamoja. Amina. Yeah. Haya, nakushukuru mno. Mbarikiwe. Hongereni kwa kazi nzuri ya uinjilishaji. Asante sana. Amina.